السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الخالق الأكبر، والصلاة والسلام على سيدنا محمد البشير الأنذر، وعلى آله وصحبه ومن اقتفى الأثر. أما بعد، tuko katika kuendelea na silsila yetu ya kujiepusha mambo mabaya, kujiepusha mambo yatakiwa tuwe mbali nayo, na ya kimwili ya swala tusiwache, zaka tusiwache kutoa, na katika nguzo ya Kiislamu ya 4 ni nguzo ya saumu. Saumu inatakiwa sisi tufunge mwezi mtukufu wa Ramadhani, ndio mwezi wa saumu. Na saumu Mwenyezi Mungu ametuambia, ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun, enyi mlioamini mumefaradhiwa kufunga kama wale waliotangulia kabla yenu mupate kumwogopa Mungu. Lengo la kufunga ni kumwogopa Mungu. Sasa shida, kuna wale wasofunga, wale makobe, wale wanaokula mchana wa Ramadhani, wale ndio wenye kuleta shida kubwa sana. Na ni mwezi mmoja tu, ayyama maadudat, ni siku za kuhesabu, ni 1 mpaka 29 au 1 mpaka 30. Lakini katika siku hizi za kuhesabu utapata watu wanakula mchana wa Ramadhani, yuftiruna fi nahari Ramadhana mujahirina, wanakula mchana wa Ramadhani wazi wazi. Na tumewahi kuona tukadha na kadha wanakula mchana wa Ramadhani, tena wanakula zaidi, wanaika sima yao, wanakula fruti zao. Wanasema Mwenyezi Mungu hakutuumba katika ulimwengu kama huu kujitesa, kukana njaa na kiu na chakula kiko. Na kuna wengine baada ya kuwa wanakula mchana wa Ramadhani, basi warudi wanafanya na maasi ndani ya mchana wa Ramadhani bila kujali, waendelea na uwizi, wanaendelea na zina, wanaendelea na kunwa tembo, wanaendelea na kila ubaya bila kujali. Kwa huu ni mwezi mtukufu wa Ramadhani, baada ya kuwa yeye amekula. Na mtumi na sana athari imekuja ya kwa man aftara yawman min Ramadhana bighairi udhrin lam yaqdi siyamu dahri wa insama, mwenye kula siku moja katika Ramadhani bila ya udhuru, saumu ile hailipiki hata kafunga mwaka mmoja. Siku moja ukila mchana wa Ramadhani hailipiki hata ukafunga mwaka mzima kulipa siku moja, kwa sababu Ramadhani na utukufu wake, ina daraja zake, ina thawabu zake, zina ubora wake, zina utukufu wake. Kwa hivyo usijaribu kuitezea mchana Ramadhani ukala. Ukila utabidi siku ulipe, kulipa utalipa, kulipa lazima ulipe, lakini itakuwa haijalipika na utapata madhambi. na ni kabira tu minal kabair, na dhambi kubwa katika madhambi makubwa.
na haya yameelezwa katika kitabu al-Kabair cha al-Hafidh al-Dhahabi, na yameelezwa na katika kitabu cha Iktirafu al-Kabair cha Ibn Hajar al-Haytami, ya kwa kuwa mwenye kula siku moja mtana Ramadhani huwa amefanya dhambi kubwa katika madhambi makubwa. Na ikiwa umekula, omba istighfar kwa Mwenyezi Mungu, omba tauba kwa Mwenyezi Mungu, jutia kwa makosa yako uliofanya, tenda mambo mema, amua uazimie utorudia tena kosa, na siku zile uliokula utazilipa. Sasa kuna wengine wamekula miaka 10 au miaka 20 au miaka 3, itakubidi uilipe siku zote. Na Ramadhani ikiwa hukulipa, umekula kwa udhuru au bila udhuru, mpaka Ramadhani nyingine ikiingia, utakuwa unalipa saumu, walipa ile siku, walipia na kibaba, walipia ile siku, walipia na kibaba. Na huwa wewe ni umefanya istizai na umefanya sheria, na ikiwa huamini au kubali kuwa kufunga ni lazima, ni katika nguzo 4 ya Kiislamu, wewe watoka katika Uislamu. Ukifanya istighfaf au istizai, utatoka katika Uislamu. Au kapinga kuwa ni lazima kufunga Ramadhani, utatoka katika Uislamu, na umemwasi Mungu na mtume wake. Naambiwa man yasi Allah wa rasulahu wa yataadda hududa yudkhiluhu naran khalidan fiha. Na yoyote mwenye kumwasi Mwenyezi Mungu na mtume wake, akapita mipaka ya Mwenyezi Mungu, ile makatazo akapita, Mungu atamuingiza ndani ya moto milele, wala huwa adhabu muhin, na ana adhabu ya kufanya awe yeye ni mnyonge. Usijaribu kujilia mtana wa Ramadhani kwa kusudi. Usijaribu kula mtana wa Ramadhani kwa jeuri. Usijaribu kula mtana wa Ramadhani kwa kibri. Usijaribu kula mtana wa Ramadhani kwa dharau. Usijaribu kula mtana wa Ramadhani kwa istihzai. Usijaribu kula mtana wa Ramadhani kwa kutojali. Tahadhar, utaingia katika dhambi makubwa, katika madhambi makubwa, na utaingia katika hasira za Mwenyezi Mungu. Na lau umekula au umekunwa mtana wa Ramadhani si kwa kusudi, umesahau, basi ambiwa man akala fi nahari Ramadhana au shariba, mwenye kula mtana wa Ramadhani au kunwa, man nasiya, mwenye kusahau, akala mtana wa Ramadhani au akanwa, basi Mungu amemlisha, saumu yake iko pale pale, endelee na saumu. Usiseme basi nishakula hata niendelee kula. Na lau bahati mbaya umesukutua maji yameingia ndani ya mdomo, umepatisha maji puani yamefika juu ya nini, usema basi saumu yangu imeharibika hata niendelee kula. Lazima ujizuilie. Lau umezamia baharini au umeokoa mtu kwenye maji, ukazamia maji akakuingia ndani ya mashikio au kaingia ndani ya mapua na mdomo kaingia mpaka chini, basi saumu yako imeharibika, lakini itabidi ujizuilie vile vile. Au ule mwenye kula daku akaona bado ni usiku, temu ya daku ikaliko, akishakula daku akishtuka temu imeisha, mwadhini wa pili alfajiri waadhimiwa, basi siku ile sio ataendelea kula, atajiziwilia, lakini siku ile atailipa vile vile. Au ule mwenye kudhania ya kwa magharibi imeingia, temu za kufuturu zimeingia tayari, akala, kumbe akishtuka temu haijaingia, basi atabidi ajiziwilie, akamilishe ile siku, lakini siku kama ile ile itabidi ailipe. Ule mwenye kula mtana wa Ramadhani, ikiwa kwa kusudi, ikiwa kwa bahati mbaya, lazima alipe. Ule alokula kwa kusahau, ule achukuliwe. Na ndio utaona umuhimu wa saumu, kwa mtu lazima afunge, hata ule mwenye kula kwa dharura lazima alipe. Kwa mtu amekula, mwanamke kana haidhi katika ada za mwezi, hula alipa. Mwanamke akienda na nifasi, hula alipa. Mtu akiwa ni mgonjwa, hali yake haiwezi kufunga, atakula lakini atalipa. Mtu amesafiri, safari imekuwa nzito, imemshinda, imemlemea, atakula lakini atafanya nini? Atalipa. Mtu ana mimba, ameshindwa, amekula, atakula lakini atalipa. Ule mwenye kunyonyesha mtana wa Ramadhani ashindwa kufunga kwa sababu kunyonyesha, atakula lakini atalipa. Kwa hivyo utaona saumu haina matezo. Ukila kwa sababu ya udhuru, lakini kulipa nao utafanya nini? Utalipa. Mzee amekula kwa sababu ya uzee, basi yule pia naye akiwa hawezi kulipa atatolewa kibaba kila siku. Ukila kwa sababu ya ugonjwa, ugonjwa wenyewe hutarajiwi kupoa tena, basi yule pia naye hutolewa kibaba, hana cha kulipa. Na yoyote mwenye kula mtana wa Ramadhani
lazima alipe. Na lao atakufa mwenye kula mtana Ramadhani kwa kusudi, mwenye kula mtana Ramadhani kwa udhuru, asiweze kulipa, kwa ni mgonjwa akapoa kisha siwahi kulipa, alikuwa ni msafiri akarudi safarini, Ramadhani ilipoisha hakulipa na alikuwa na nafasi ya kulipa, alinyonyesha, alikuwa na mimba, akala mtana Ramadhani, akapata time mpaka Ramadhani ingine ikaja, au Ramadhani akafa, ana deni hakulipa, yule hufungiwa. Kuna riwaya mbili, kuna njia ya kufungiwa. Mamata wa alayhi siyamu Ramadhana, yoyote mwenye kufa na ilhali ana somu yake ya Ramadhani, swama anhu waliyuhu, wali wake atamfungia. Hiyo katika kauli ya Al-Qadim ya Imam Shafi'i, na wanavyuoni wengine wameshika kauli hiyo, kwa ukifa basi wale wali wako, jamaa zako, watoto wako, marafiki zako waweza kukulipia ikiwa una deni la saumu. Wengine akasema la, mamata, yote mwenye kufa wa alayhi siyamu, na yeye anafunga, basi mtu kama yule wa alayhi siyamu shahri Ramadhana, ana saumu ya Ramadhani, basi atalisha kila siku moja ile aliyokula maskini kibaba kimoja. Akiwa hakufunga amekufa, atalipiwa kibaba kimoja. Ndio wengine nasema kuna mwanamume alienda kwa Mtume, wengine nasema kuna mwanamke alikwenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, mamangu amekufa na amekula katika mtana Ramadhani, adaiwa Ramadhani, hakulipa, je, nimlipie deni lake? Inna ummi matat wa alayhi sawmu shahr afa asumu anha, mamangu amekufa ana saumu ya Ramadhani, je nifungie? Akaambia, araaita lau kana ala ummik, ikiwa mwanamke kama mume, ala ummika dainun, waonaje je mamako angekuwa daiwa, akunta qadhiyahu au akunti qadhiyatan, je ungekuwa wewe umemlipia mamako deni lake, ungelimlipia? Basi uqdhu dhaha wallahu haqu bilwafai. Kama adaiwa mtu amekufa, hulipiwa deni, haziki mpaka alipiwe deni, haziki ni zaka mpaka alipiwe. Na ikiwa ni somu pia adaiwa, ule mwenye kufa lazima alipiwe deni lake la somu, atalipiwa somu yake, ima atalipiwa kwa kufunga au kwa kufuata alqaulu aljadid, atalipiwa kwa kulipiwa kibaba. Kila siku alokula atalipiwa kibaba cha maskini mmoja, kibaba kimoja kila siku kwa ule alokula mtana wa Ramadhani. Na ukichelewesha Ramadhani hukufunga hili mpaka kaja Ramadhani nyingine, basi utalipa saumu, utalipa na kibaba. Na kuna wengine ambao kwa wafanya dhambi kubwa, amekula mtana wa Ramadhani na ameharibu saumu yake ya Ramadhani kwa jimai, kwa kuundama, kwa kumwingilia mke wake, au mwingine sikumwingilia mke wake, ameundama mwanamke ambaye basi mke wake si halali yake ndani ya Ramadhani mtana, yule ana kafara na kubwa sana alipe. Ache mtumwa huri muumini, ikiwa mtumwa hakuna, ambaye afunge shahraini mutatabiaini, afunge miezi miwili kwa kufuatana, afunge siku 60, asiwache hata siku moja tena kufuatana. Akiacha siku moja itabidi aanze tena hesabu moja, afunge siku 60 kwa kula siku moja, au kwa kufanya kitendo cha jimaa, kuundama, kuingilia mwanamke mtana wa Ramadhani, utafunga miezi miwili kwa kufuatana. Akatumwa hakuna, sasa baki kufunga miezi miwili. Akiwa hawezi kwa sababu ya ugonjwa, basi atalisha maskini 60, kila maskini kibaba, akiwa hawezi kufunga. Na kama aweza kufunga atabidi afunge. Sasa ikiwa hiyo umeingilia mtana mmoja wa Ramadhani, je, ikiwa umeingilia mitana miwili mitatu, kila siku utalipa siku 60, kila siku utalipa siku 60, kila siku moja utalipa siku 60, utalipa make miezi miwili. Ikani ni mtana mmoja ni miezi miwili, ikiwa mitana miwili ni miezi 4, ikiwa mitana mitatu ni miezi 6, ikiwa mitana 4 miezi 8, ikiwa miezi namna hiyo, manake mitano ni miezi 10. Hiyo ndio adabu ya ule mwenye kuingilia mke wake mtana wa Ramadhani, kuonesha utukufu na ubora wa mwezi mtukufu wa Ramadhani, na ni katika nguzo miongoni mwa nguzo za Kiislamu
Kwa hivyo tusiteze na somo ayyama maadudati, siku chache. Ndio tushukuru sana Mwenyezi Mungu kutuwezesha kufunga. Alhamdulillahi alladhi aanana fasumna, walhamdulillahi alladhi wafaqana lisiyami. Tushukuru Mungu aliyotuwezesha tukafunga. Tumshukuru Mwenyezi Mungu aliyotuwafikia sisi kuweza kufanya nini? Kufunga. Ndio kaambia mwenye kufunga ana furaha mbili. Furaha moja wakati kufunga mwadhiku, alhamdulillah tumefunga. Wangapi hawakufunga? Sisi ni uwezo wa Mwenyezi Mungu tu. Na ulimwengu leo watu hawajali, hawafungi na haogopi Mungu. Kwa hivyo tufunge, tusiwache. Siku zitaisha ama siku yaenda. 10 la kwanza tumemaliza, 10 la pili limeenda, tuingia 10 la ngapi? Tuingia 13. Kwa hivyo tufunge kutaraji thawabu za Mwenyezi Mungu, sikuwa malipo yake, sikuwa na kiwango. Tufunge kwa sababu ya kusamehewa dhambi zetu. Tufunge ili tupate radhi za Mwenyezi Mungu. Tufunge ili kujikinga na hasira za Mwenyezi Mungu. Tufunge ya kuonesha unyenyekevu wetu mbele ya Mwenyezi Mungu na kutengeza nafsi zetu kupitia somo kama hili. Mwenyezi Mungu atuwezeshe kufunga, tupatie nguvu za kufunga, atuwafikie na tukubalie somo zetu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wal afwa minkum.